Okay bana, leo tunaanzia kwa bwana mkubwa Rachi ambaye alikuja kumpa taarifa dada yake na Nekmi Merali kwamba hivi Nekmi amemooa mwanangu. Dada yake na Nekmi Merali alimind kina mwana kusema mdogo wangu natamani nimkamate, nimfinyange, nimpige mpaka afa. Umeona sasa kafanya upuzi gani? Imewezekanaje? Akawaka pale kama dada. Mwisho siku bwana mkubwa Rachi kule kwa akawaka sana, akapewa sana ushauri akamwambia kusikiliza. Kwa kuwa sasa hivi bado wako nyumbani kwenu, cha msingi dili na mwanao, achana yule mpumbavu. Kaambia sawa, nimekuelewa. Kansa kumtongoza bidada Merali huko, akamwambia kwamba hivi kile kija kwako napata amani ya moyo. Ambia sawa, wewe focus na binti yako. Bwana mkubwa Rachi akaamua kuondoka zake. Upande wa pili, Helen anamfuata bwana mkubwa Kema kumweleza kwa nini ulikuwepo nyumbani kwa Asiye kule chumbani, alafu kwa amejificha nyuma mlango. Hasa Helen ndo anapewa taarifa kwamba hivi baba yako ni mgonjwa wa kansa na nimekwambia tu hivyo wewe tu peke yako. Kumbe bana, ule mchongo mzima Bibi Nedrit, mama yake na Helen, mama mkwe wake na Kema, alishamwambia kwamba namna pekee ya kujitetea na kusawazisha huu msala ni kumwambia kwamba Helen baba yake ni mgonjwa wa kansa. Nipo tayari kupoteza chochote kwa ajili ya furaha ya mwanangu na furaha ya ndoa ya binti yangu. Umeelewa? Hasa bwana mkubwa baada ya kupata zile taarifa sasa ndo anamwambia kwamba Helen baba yako ni mgonjwa wa kansa, yuko hoi. Kwa hiyo sasa Asiye ndo aliniambia hizo taarifa, lakini tafadhali nakuomba usimwambie mtu yote. Jua kwamba baba yako kashaanza matibabu na hakutaka mtu yote afahamu hili swala. Umeelewa? Na kuomba ufanye kuwa siri. Bwana mkubwa akaambia kwa nini ulikuwa sasa chumbani? Ambia hivi nilivyokuona nikawa naogopa. Ambia kumbe ndio sababu yako. Sawa. Helen kabisa aondoka kwenda kumsalimia babake. Anakutana mama, anambia mama, baba amelala. Anambia ndio baba amelala. Wewe rudi tu chumbani. Nikwambia mwanangu, haina haja kuendelea kugombana. Umeona sasa amekwambia ukweli. Kumbe bana Miss Nedrit alikuwa anafahamu kila kitu. Kwa bidada Helen akarudi zake chumbani kulala. Upande wa pili nako Alkan anakuja kupata taarifa na mama yake Gosam ya kwamba hivi Nekmi na mtoto wa Zaidi wamefunga ndoa. Dogo janja ule alijisikia vibaya sana, ili hadi familia yule dogo janja Alkan ilikuwa nafahamu kwamba Alkan alikuwa akimpenda sana mtoto wa Zaidi. Kwa hiyo sasa bwana mkubwa Fikiri akasema mimi nitaenda kuongea na mwanangu, utamwambia tu mambo mengine yaendelee. Upande wa pili bwana mkubwa Rachi anafunga safari mpaka nyumbani na kumkuta mke wake pale anaendelea kujisusumua. Akamwambia mke wangu, sielewi, nimechanganyikiwa. Akamwambia sikiza mume wangu, hapa nakupa chakula. Maana hichi mkate na jamu, ukila akili yako itakaa sawa, kila kitu kitasawa. Umeelewa? Akamwambia ndio. Kweli ni mtamu sana. Asubuhi yake palivyokucha tu, bwana mkubwa mzee Haruni akiwa atazama jukuu zake akicheza mpira hapa na pale, bidada Helen anamfuata baba yake mzazi. Kufika tu kwa baba yake na kumkumbatia, baba nakupenda sana mwanangu, kuna nini, mbona nitisha? Hasa bwana mkubwa Maida akataka kujua kuna nini, ndo akafika hapa kulikoni jamani, mbona kuna video na huzuni. Akaambia bana kaka, nimefahamu kila kitu. Kumbe baba ni mgonjwa wa kansa. Na kwa nini mjaniambia? Baba mtu mzee Haruni akamwambia sikiza mwanangu, sikutaka mtu tafahamu, sikutaka niwe katika hofu. Anambia sawa baba, lakini kuanzia leo nitakuwa naye kila sehemu na kuhakikishia nafuatilia matibabu yako yanakuwa sawa mpaka pale utakapopona. Akamwambia mwanangu usijali. Kisha bwana mzee Haruni akamkumbatia binti yake na kuendelea kumfariji.